Mpenzi wangu, ani Simoni Trafani na mtano mekanani. Jamani, juto taniua mtoto ani aputupu. Chapombe. Una nini tena bwana? Unaanza kutuingilia kwenye mipango yetu, si ndio eh? Mipango gani? Chapombe, haya mambo ya ushirikina hapa kijijini, ni nani aliyekwambia kama wewe si mchawi? Nani kakwambia kwamba mimi nisema maneno hayo? Chapombe, sisi tumeyasikia yote ukisema kuwa mzee Bambucha ni mchawi. Nani kakwambia? Mimi nijaribu tu. Mimi sijui mzee Bambucha, mimi sijui mchawi. Chapombe, ukiendelea nitakugeuza kuku wewe. Amageuza kuku tena? Basi ndio shafunga. Shamaliza. Yaani Ramadhani imekuja vizuri, safi sana. Wewe unavuta masigara, unakunywa mapombe, mtoto wa Kiislamu mzima wewe. Wewe ulikuwa hii ni Ramadhani? Arabu ache ni Arabu huko. Wasi tunafunga. Sisi mitume kwa mimi Jubilee bali. Amtoka hapa. Hebu toka bwana. Chapombe. Matana membe. Sawa, toka hapo. Ule si Bigi ule. Bigi. 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 Vipi mzee? Wa alaikum salaam. Kwangu mbona hapa tena? Unajua tena matatizo. Yale ya nyumbani pale alitete. Zungumzia masuala iftari kwa za kuliwa ama kusiliwa. Asa ndio kaona hoja kaya hapa shekhi wangu. Kisha mkitapa kina tigategea mtu akipita afanye vitu vyangu. Yaani shekhi wangu, ina maana bado hujaacha zile tabia zako za kuporapora. Utafanyaje shekhi? Hata kama lakini haipaswi. Maana kati ya miezi yote lakini mashallah huu ndio mwezi bora kabisa, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa kama utakuwa unapora, umetegemea funga zako pengine ziende, haziwezi kwenda la maisha. Maana huo ndio wenye unatukusanyia thawabu zetu. Kweli kabisa. Shakuta bana, huu mwezi wa Ramadhani si mwezi wa kuchezewa. Kwa hiyo upasi kufanya vitu kama hivyo, maana hapo ni sawa kama umedhulumu. Mwenyewe ametoka kutafuta na wewe waje unamwibia. Kwa hiyo umetegemea atakuwa ataenda kula nini iftari. Alafu isitoshe pale nyumbani si wako na mjomba. Mjomba mwenyewe pia sidhani kama anafunga. Sasa mjomba wako basi anafana sawa. Na wewe sio unafaa kumlingania basi. Alifanyia kazi hilo shehe. Inshallah basi shekhi wangu, acha afikie hapo nyumbani. Odi! Karibu. Salamu alaykum Swaiba. Wa alaikum salam Swaiba. Mbona sura inasinya kama ganda la ndimu tena? Swaiba, tukia jana kakaangu hajarudi nyumbani. Sijui mpatwa na nini huko Mangweni. Kwa hiyo ni tangu jana hajarudi? Hajarudi tokea jana na ndio yanipa kula. Usishangae, yule ni mlevi. Je, kama yuko huko Mangweni? Sidhani kama yupo Mangweni. Labda ni yao kina Bambucha walioniambia zile stori za uchawi, labda alimchukua. Mzee Bambucha ni hatari. Mwanzo akizungumziwa tu huwa yakupoteza. Lakini kwanza tuanze kwenda kumtafuta mwanzo. Tukamtafutie wapi sasa?
kuwa na subra, tuanze kwenda huko Mangweni tukamtafute, ndio tujue tuanzia wapi. Na yeye ndio yanipa kula hapa mtaani, mimi nitaishije mimi? Naam bwana Kizimba. Naam bwana Zaki. Karibu kwangu nyumbani bwana Kizimba. Mimi nia na madhumuni kukuita hapa Kabisa. Katika kwenye kijiji chetu nasikia kuna fununu inaendelea hapa mtaani, ambao si siri nzuri, ni siri ya uchawi. Siri ya uchawi? Sawa. Mbona ni kama kuna vitu natamani uvifahamu? Mimi nataka kujua kwamba kile chama ni kweli na kina ushirikiano, na ukitaka kujiunga pia unajiunga ama ni vipi? Ina maana unataka kuwa mwanachama? Nataka kuwa mwanachama kama ulivyonielewa. Nimekuelewa vizuri tena sana tu. Sasa unataka kuwa mwanachama, una siri? Unaweza kutunza vitu vilivyo pale? Sawa. Naomba bana. Sije ukawa unakuja pale kwa Amna. Bwana Kizimba, mimi nataka kuwa mwanachama. Ni sawa, mimi kukuingiza katika kile chama mimi ni mambo madogo tu kwangu. Sawa, mimi mtihani ambao nitakupa ni mtihani mmoja tu. Mimi nitaenda kuongea na Bwana Bambucha. Kama atakukubali, kama atakuwa na nini, mimi kila kitu nitamueleza, lakini mimi nataka nikupatie mtihani mmoja tu. Mtihani gani Bwana Kizimba? Mimi nataka unitafutie maana ya uchawi ni nini. Maana ya uchawi ni nini tena? Ama siri ya uchawi ni na hiyo. Basi mimi nitafanya juu chini, nitakuletea hayo majibu. Samani kaka. Ndio. Salamu alaykum. Kwa salamu ni muhimu kwa waumini. Wa alaykum salam. Vipi hali? Nzuri. Uje kutana na mkaka mfupi hivi mweusi. Yapenda kunywa pombe. Ina maana mpaka sasa bado kuna watu wanalewa ili hali mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio wanalewa. Na jina lake maarufu aitwa Chapombe. Chapombe? Aitwa Chapombe. Chapombe. Nakumbuka jana usiku nilipokuwa katika pita zangu hivi nilisikia mtu kama Chapombe akizungumza na mzee hapa chini. Anaitwa nani huyo? Bambucha. Huyo mzee Bambucha. Usilie. Sasa mbona mwalia tena, nini mbaya? Mzee ni hatari sana, ni mbaya, mchawi huyo. Mungu ameshaisha, mimi nitafanya tusaidie kaka, tusaidie samani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, tusaidie. Kaka. Na? Unaonekana ni kama uko na mawazo hivi. Na mawazo. Una mawazo gani? Unaonekana uko mbali sana. Kampani sijaelewa vizuri kabisa. Mzuri vile. Mtaani. Sio mzuri vile. Kwa nini? Kuna wazee hapa nasumbua watu. Maana kuna mzee nilimpata hapo njiani jana. Kasimamisha. Kaeleza shida zake, nielewa. Nikamsaidia. Baada hapo nilimza kapotea tu ghafla. Sijui nimepitilia wapi. Ndio mzee. Sijui kabisa. Mzee mbaya hapa mtaani. Mzee Bambucha. Bambucha? Mzee fulani hivi mrefu hivi msitu hivi. Huyo ni mzee Bambucha. Huyo mzee si mzuri. Basi mzee. Shakuweza tayari huyo mzee. Huyo mzee si mzuri kabisa. Tuogopewa hapa. Sasa tutaje? Nikupeleka kwa ustadi. Ama wasemaje? Ndio wazo zuri. Wazo zuri. Maana ustazi
maana kisomo ni muhimu sana katika ulimwengu wa sasa hivi, ni karne sasa hivi. Nafaa kisomo. Mama, uonaje kama tuende tukupeleke kwa mganga? Mganga hapana. Sasa tuliona wao kabisa wenyewe. Hapo kwa ustazi hapo kwa kadhali. Nasaidia. Sitabidi tuichie ustadi. Tutangalia. Kama leo. Tutapanga leo tujue tutamuita leo. Kesho ni vizuri. Kesho ndio vizuri. Leo kwa leo. Maana Mlingoti kafunga kwani fanye kazi na maneno hayo. Ndio mrama. Ndio kabisa. Ushakumaliza. Kama hivi unasaidia mtu watu wengine si wazuri. Ndugu yangu ungeniuliza mimi, maana mimi ndio naishi huku. Sasa pikipiki yangu ndio hiyo. Naona maneno sasa hayo. Ndio kila mahali hamna kitu. Unaamka asubuhi saa 11 mpaka jioni kufika hauna pesa mfukoni. Bosi atakayela kwake, utakayela kula. Ndio kama hiyo.